muda kama utatutosha. Tutapambana naye. Kwa natamani huyu Hans huyu atujibu nini maana ya style of play kwenye football. Unajua unaweza ukawa dakika moja inatosha kabisa. Inatosha kabisa. Ukawa una miss detail kidogo za uelewa wa hicho kitu chenyewe. Hans, mtuelezee, ukisikia neno style of play kwenye football, wewe unaelewa nini? Of course, unavozungumza style of play, unazungumzia identity ya team. Yani definition sahihi ya style of play ni identity ya team au utambulisho wa team. Timu inacheza vipi? Zipo style of play nyingi tofauti. Kuna possession based football, umiliki wa mali. Of course, hiyo tuna na TikTok, timu ambazo zinaweka mpira chini, pasi fupi. Of course, kuna direct football, kuna timu ambazo zinacheza counter attack, cross nyingi, magoli yanaingia. Kuna of course Jose Mourinho ilikuwa ni low block, anapaki basi na inaingia kama umo kwenye direct football. Of course alikuwa na break zaidi kwenye counter attack. Kuna gegen pressing ya Klopp. Of course ukimtajia Klopp unazungumzia gegen pressing. Of course atakupress juu kweli. Hiyo ni identity ya kila kocha na identity ya kila team. Ndio maana ukienda Barcelona, ukienda Ajax, style of play identity yao ni TikTok. Umeona ukienda Manchester United, identity yao direct football. Umeona sasa hivi Manchester City, of course TikTok, waleka mpira chini. Hiyo ni style of play. Identity yake ndio definition sahihi. Asante kwa kutupa Nilimpa kama dakika ngapi? 5 za kugugo. Ulimpa Google. Nikamwambia Google. Alikuwa anajua. Hali kama umenisikiliza vizuri wakati mimi naomba before hujafika. Umerudia kile sababu ukikataa hauja Google nikakupa swali lingine ukarudi tena nyuma na simu itakuwa tabu. Hali bora unatweza utu wangu. Situwezi utu wangu. Vitu vidogo sana hivyo. Vidogo lakini vina uelewa tofauti. Sawa. Style of play unasema ni utambulisho wa timu. It's okay. Uchezaji. Yes. Unaweza kucheza hiyo TikTok anasema, unaweza kucheza gegen pressing, unaweza kucheza total football, whatever. Ni utambulisho. Lakini style of play ni kitu tofauti na philosophy na falsafa. Na watu wengi wanachanganya hapa. Ambao yeye alikuwa anasema ni philosophy. Amezungumzia vizuri kwa tafsiri nzuri ya style of play. Lakini style of play ambayo ina makocha wanatambulika nayo. Ina vipengele vyake na kuitengeneza. Yaani ukisikia TikTok, wewe unaweza kusema tu ni kucheza pasi fupi na kuondoka. Lakini kuna moment 4 kwenye mpira. Kuna moment ya kushambulia, attacking, kuna moment ya kuzuia, kuna moment ya transition, alafu kuna moment ya transition kwenye kushambulia, transition kwenye kuzuia. Hiyo set play bado, yani kuna mjadala kwamba sababu magoli mengi yanafungwa kwenye set play, wanasema pia ni moment ya football kwenye set play. Kwa kuna wengine wanasema 5. Lakini kuna nyingine zipo 4. Hizi moment 4 Juma zinaweza kukutengenezea ile style of play. Kwa mfano, nataka nicheze TikTok. Mtoto anataka TikTok. Na kwenye negative transition nikishapoteza mpira naanzia kukaba wapi? Positive transition kwenye TikTok yangu nikishapata mpira ni maeneo gani naweza kupiga pasi, side passes, napiga square pass, maeneo gani nataka nipige forward passes. Yote hayo yanatengeneza style. Lakini kuna namna, kuna component zake. Yaani sio kama TikTok Guardiola, hapana. Lakini pia kuna lazima uzingatie nature ama profile za wachezaji. Exactly. Kwa mfano huwezi kwenda kwenye timu ukataka kufundisha hiyo gegen pressing na nature ya wachezaji wako sio watu ambao wanaweza kupress kwa haraka. Kwa hiyo kuna mazingira yanaweza kutengenezea mwalimu style of play ya mchezaji. Yaani timu yako inapiga pasi, lakini kuna situation, ndio maana wanasema pale chini kuna kwanza nategemea na opponent, inawezekana pia na pitch unakwenda kucheza. Kwa mfano unacheza sio tunazo pitch mtu akaelewa ni pitch hizi za Tanzania. Hata ukienda Anfield, chef, atmosphere Anfield inamlazimishaga mwalimu wakati mwingine kutengeneza style of play kidogo, mtindo tofauti. Bwana sisi huwa tunafanya pressing juu, lakini kwa Anfield live atmosphere yake inaweza kuwa risk tu sisi. Hem, tuchezeni kwenye mid block kwanza tuangalie mazingira. Hiyo sasa ndio tafsiri. Sasa sisi Yanga tulimaanisha nini? Yaani ukishatoa uelewa Yanga walimaanisha nini? Kwenye taarifa ambayo nimetoka kuelezea mwanzoni hapa, nimekuambia tulistruggle kwenye away games. Away games ndio. Si ndio?
Na hiyo taarifa ameitoa mkuu wa benchi la ufundi mwenyewe. Sio viongozi, ni mkuu wa benchi ambaye yeye ndo anaingia kucheza. Tumeangalia Yanga alivyocheza na nikumbushe Pedro, Yanga alivyocheza na FAR Rabat Zanzibar. Yanga alivyocheza achana hiyo nyumbani away na JS Kabylie. Si ndio? Nakumbuka ile mechi. Ndio. Ile Yanga inafanana na ulivyoiona TRA. La hasha. La hasha. Of course kuna hizo sababu mbili za kwanza ambazo benchi la ufundi wameeleza za majeruhi. Chovu na majeruhi. Si ndio? Lakini tunaposema za style of play. Kule tulikutana na JS Kabylie. Open football, pitch iko safi. Muda kuwa nani Dube sio kwa anafanya pressing juu pale. Fantastic kabisa. Tumekuja hapa Sheikh Amri Abeid Arusha. Kuna changamoto ya kwanza, pitch tofauti, opponent wanacheza kwenye low block. Tunafanyaje pale? Unagundua uliona Yanga JS Kabylie ikiwa na style tofauti, style of play tofauti. Nao umekuja Sheikh Amri Abeid kuna style of play tofauti. Na hayo maneno anazungumza mwalimu mwenyewe. Kwa hiyo tunafanyaje kutokea hapa? Akishakwambia mwalimu hii ni changamoto nimeigundua ambayo inalazimisha tuna switch kwenye style of play zetu. Na tukiwa kweli ndicho ambacho hata nyie wachambuzi, wanachama na mashabiki walikuwa wanapiga kelele kwamba bana Yanga yetu, yani Yanga yetu. Mimi kuna kitu